Shalom, ni mtumishi wa Mungu Derek Michael. Niukaribishe kuweza kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Usiache kushare, kusubscribe, kulike, waalike na wengine, lakini pia share ujumbe huu ili watu waweze kupata neno la Bwana kwenye maisha yao litakaoleta mguso na kubadili maisha yao. Leo nataka nizungumze juu ya habari ya udhihirisho wa Roho Mtakatifu, manifestation of the Holy Ghost. Manifestation of the Holy Ghost au udhihirisho wa Roho Mtakatifu ni maana yake inamaanisha ni Roho Mtakatifu kuanza kujidhihirisha kwenye maisha ya watu. Ni Roho Mtakatifu kuanza kujidhihirisha kwenye matokeo. Na Roho Mtakatifu huwa anajidhihirisha kwenye matokeo. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Marko sura ya 16 na ule mstari wa 17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, kwa jina langu watanena kwa lugha mpya. Ishara zinakuja baada ya kuwa Roho Mtakatifu ameanza kujidhihirisha, na Roho Mtakatifu akiwa anajidhihirisha kwenye maisha ya mtu ndio matokeo yanaanza kuonekana. Na Roho Mtakatifu akiwa anajidhihirisha kwenye maisha ya mtu, utaanza kuona vitu ambavyo vilivyokuwa haviwezekani vinaanza kuwezekana. Na matendo ya mwili huwa ni hasira, chuki, kuwa na hali ambayo sio ya kawaida ya kutokumpenda mtu kwa sababu tu ya umejisikia, au kuna kusema mtu anasema kwamba damu yangu na damu yake haiendani, na sababu zingine zile zote. Lakini Roho Mtakatifu anapoanza kujidhihirisha, maana yake vile vyote vinaanza kuondoka, na ndipo inakuja tunda la Roho Mtakatifu. Tunda la Roho Mtakatifu ambao ni fadhili, utu wema, uvumilivu, upole, kiasi, na vitu vyote vile ambavyo Mungu amevisema kwamba baada ya kuwa na Roho Mtakatifu itakuwa mtu amevipokea na atakuwa ameondokana na yale matendo ya kimwili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huwa anajidhihirisha kupitia matendo, kupitia matokeo. Na pale mtu anapokuwa amempokea Roho Mtakatifu, baada ya hapo kuna matokeo ambayo ataanza kuyapokea. Kuna matokeo ambayo alikuwa hayaoni, ataanza kuyaona. Wengi ambao wana matokeo, wanaotembea na Roho Mtakatifu, ni kwamba wana udhihirisho wa Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu anajidhihirisha kwao. Biblia inasema katika kitabu kile cha Yoeli sura ya 2 na ule mstari wa 28, hata sasa, hata siku hiyo nitamimina Roho wa Bwana, katika siku hizo nitamimina Roho wangu juu ya kila mwenye mwili. Mabinti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono. Ni kwamba Roho Mtakatifu akishakwisha kumiminwa, watu wataanza kuona maono. Na hizi habari alikuwa anaziongelea nabii Yoeli. Kipindi hicho anakiongelea ni kipindi kile cha Agano la Kale. Udhihirisho wa Roho Mtakatifu ulikuwa haujaanza kuonekana. Ni Roho Mtakatifu alikuwa anatua kwa watu alafu anaondoka. Alikuwa anawafanya watu kwa ajili ya kazi maalum. Alikuwa anawapaka mafuta kwa ajili ya kazi maalum. Alimpaka mafuta Daudi kwa ajili ya kuwa mfalme. Alimpaka mafuta Suleiman kwa ajili ya kuwa mfalme. Alimpaka mafuta nabii Samueli kwa ajili ya kuwaongoza, kwa ajili ya kuwahukumu wana wa Israeli. Pale alikuwa anakaa kwa mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kazi maalum tu. Na hata pale Musa alipokuwa analijenga ile hema ya kukutania, pale mahali pa watakatifu pa watakatifu, Roho Mtakatifu aliwapaka mafuta. Roho Mtakatifu alikuwa anatoa baadhi ya watu ili waweze kufanya kazi ile ya ujenzi. Lakini nabii Yoeli anasema baada ya siku hizo nitamimina Roho wangu juu ya kila mwenye mwili. Siku hizo ndo siku hizo ambazo za mwisho, na kuanzia kwenye Agano Jipya ndio Roho Mtakatifu anaanza kumiminwa. Kitabu kile cha Matendo sura ya 1 na ule mstari wa 8, wanafunzi wake Yesu akamuuliza, je, ni kipindi hiki ambacho atakapowarudishia wana wa Israeli ufalme? Yesu akawaambia, hamtakiwi kujua siku, hamtakiwi kujua wakati wala majira, lakini mtapokea nguvu. Kitabu kile cha Matendo sura ya 1 mstari wa 8 inasema, lakini mtapokea nguvu Roho Mtakatifu akishakwisha kuajiria juu yenu, nanyi mtakuwa mashuhuda wangu katika Uyahudi na katika nchi yote pia. Ni Roho Mtakatifu alikuwa bado hajamiminwa, lakini katika siku hizo Roho Mtakatifu kwenye Agano Jipya akaanza kumiminwa. Na alipoanza kumiminwa, wanafunzi wake kabla hawajampokea Yesu, matokeo yao yalikuwa ni madogo. Matokeo yao yalikuwa bado hajaanza kudhihirisha. Na ndio maana ukiangalia ni kwamba
walipokuwa wametumwa, Yesu alipowagawanya wanafunzi kwenye makundi ya watu wawili, jumla ya watu 70, akawatuma waende kwenda kuhubiri kwenye sehemu tofauti za Yerusalemu. Walipokwisha kwenda kule, wengine walishindwa kutoa pepo. Kwa sababu gani? Nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa bado haijaanza kujidhihirisha. Ni Roho Mtakatifu alikuwa hawajamwagiwa. Ni Roho Mtakatifu alikuwa hajaanza kujidhihirisha juu yao. Lakini baada ya kuwa Roho Mtakatifu amewajilia kwa nguvu, Roho Mtakatifu alipokwisha kutua juu yao, wakaanza kuwa na matokeo ambayo walikuwa sio ya kawaida. Kumbe Roho Mtakatifu akishakwisha kukaa juu ya mtu, kunaanza mtu kuoperate, naanza mtu kuonekana viwango ambavyo vilikuwa sio vya kawaida, viwango ambavyo ilikuwa kwa akili ya binadamu haiwezekani. Biblia Mungu anasema kwamba siku zote Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapa yale mema. Kuna vitu ambavyo Roho Mtakatifu huwa anaanza kuviachilia baada ya mtu tu akishakwisha kumpokea. Na Roho Mtakatifu ili ajidhihirishe inategemea na nafasi ambayo mtu amempa, ametegemea na nafasi ambayo mtu amempa uongozi, amempa Roho Mtakatifu nafasi ya kuweza kumuonekania. Kuna watu wanapata matokeo kidogo na kuna watu wanapata matokeo makubwa, na hii ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu hajapewa nafasi ya kujidhihirisha. Roho Mtakatifu anapokuwa anapewa nafasi ya kujidhihirisha, anakuwa anaonekana pakubwa, anakuwa anaonekana matokeo makubwa zaidi. Mtu kama Paulo, Mtume Paulo alimpa Roho Mtakatifu nafasi. Matokeo aliyokuwa nayo, alikuwa na matokeo makubwa zaidi. Kuandika nyaraka zaidi ya 13 ameziandika, anapita kwenye mataifa mbalimbali. Mtume Paulo huyu ndiye aliyefanya watu wa mataifa, sisi watu wa mataifa ambao kwa asili tulikuwa sio wana wa Mungu, ambao kwa asili tulikuwa hatumjui Mungu, yeye ndiye aliyefanya kazi kubwa ya kuhubiri Injili na kuwafanya mataifa kuweza kumjua Mungu. Ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu alikuwa anajidhihirisha juu yake, na Roho Mtakatifu alikuwa na nguvu zaidi ya kujidhihirisha juu yake. Kila mtu kwenye maisha anamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Unapokuwa na Roho Mtakatifu, kuna viwango unaanza kuwa navyo ambavyo sio vya kawaida. Uwezo wako wa kiakili, uwezo wako wa kuamua, uwezo wako wa kufikiri unakuwa usio wa kawaida, kwa sababu pale unakuwa haufikiri wewe kama wewe, ni Roho Mtakatifu anakuwa yuko ndani yako. Biblia inasema kwamba aliyeko ndani yetu ni mkuu zaidi ya ulimwengu, na kwenye hii dunia huwa tunashindana na mkuu wa dunia hii na mungu wa dunia hii ambaye ni Shetani, na ili uweze kumshinda ni lazima uwe na Roho Mtakatifu. Ndio maana unapofanya kitu kinashindikana. Kwa sababu gani? Hakuna Roho Mtakatifu ambaye yupo ndani yako. Kuna wengine wanafanya wanafanikiwa, lakini kuna wengine wanafanya hawafanikiwi. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu hajajidhihirisha. Roho Mtakatifu hajapewa nafasi ya kujidhihirisha. Roho Mtakatifu akishakwisha kupewa nafasi ya kujidhihirisha, utaona vile ambavyo ulivyokuwa unavifanya awali vilivyokuwa vinashindikana kwa namna ambayo sio ya kawaida, utaanza kuona unapata matokeo. Wewe ni mwanafunzi, viwango vyako vya ufaulu vilikuwa chini. Ulikuwa ukisoma bado hauelewi, hata kama ukifundishwa namna gani. Ukifanya mtihani bado matokeo yako yanakuwa ni yale yale, kwa sababu Roho Mtakatifu hujampa nafasi. Lakini Roho Mtakatifu kwisha kumpa nafasi, Biblia inasema mimi ni Mungu nikufundishaye kupata faida. Utaanza kuona Mungu akikufundisha, utaanza kuona ukielewa kwa haraka, utaanza kuona Mungu akifanya kwa wepesi. Wewe ni mfanyabiashara, unafanya biashara lakini faida hauioni. Fedha hauioni. Unafanya biashara lakini huoni biashara yako ikikua. Unaona wengine mambo yao yakikua, biashara zao zikikua, lakini wewe huoni. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu hajajidhihirisha. Roho Mtakatifu akishakwisha kujidhihirisha juu yako, utafanya hata mambo mengine ambayo yaliyokuwa hauyajui. Malaika alipoenda kwa Mariam, yule Bikira Mariam, akamwambia, tazama utachukua mimba na utazaa mtoto mwanamume, jina lake utamuita Yesu. Mariamu aliuliza, itawezekanaje neno hili? Mimi simjui mume. Malaika akamwambia, Roho Mtakatifu atakujiria na nguvu za aliye juu zitakufunika. Baada ya kuwa Roho Mtakatifu, Mariamu alikuwa hajui namna gani ataweza kupata mtoto, hali ya kuwa hamjui mume, lakini Roho Mtakatifu akamjiria juu yake. Na Roho Mtakatifu alipokwisha kumjiria juu yake, akapata mtoto mwanaume ambaye ni Yesu. Lile jambo ambalo lilikuwa haliwezekani, inawezekana hauwezi kulifanya kwa akili zako, inawezekana haiwezi ukaifanya kwa uwezo wako, lakini Roho Mtakatifu ukishakwisha kumpa nafasi, anaanza kujidhihirisha. Na matendo ya Roho Mtakatifu akishaanza kujidhihirisha, utashangaa mambo makubwa yanaanza kutokea.
biashara yako inaanza kufanikiwa, kwenye masomo yako unaanza kufaulu, kwenye kazi yako cheo kinapanda kwa sababu Roho Mtakatifu, na utendaji kazi wako unakuwa sio wa kawaida. Uwezo wako ofisini unakuwa sio wa kawaida, unakuwa unafanya zaidi ya wengine kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja kwa mtu, ulikuwa ni mtu wa kawaida, unaanza kuwa mtu sio wa kawaida, unakuwa extraordinary person. Ulikuwa ni ordinary person, lakini Roho Mtakatifu akishakwisha juu yako kukujiria, unakuwa ni extraordinary person. Unaanza kuwa na matokeo ambayo ni extraordinary, ni matokeo ambayo sio ya kawaida. Watu wanakuwa wanajiuliza, imewezekanaje umefanya jambo hili? Imewezekanaje umevuka mahali hapa? Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko juu yako. Na Roho Mtakatifu, kila mtu akimpokea Roho Mtakatifu, utaanza kuwa na matokeo ambayo sio ya kawaida. Roho Mtakatifu kila mtu akiwa naye, kuna hatua ambazo kila mtu atakuwa anaziishi kwenye maisha yake. Kuna vitu ambavyo utakuwa unavifanya kwa wepesi. Kuna vitu ambavyo utakuwa unavifanya ni kwa neema. Ndio unasema kwamba niko hivi nilivyo kwa sababu ya neema, Paulo. Lakini ile neema ilikuwa inawezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni uwezesho, ni urahisisho wa kuweza kufanyia wewe mambo. Ninakuombea kwa Mungu, Roho Mtakatifu aweze kujidhihirisha juu yako na umpe nafasi kubwa zaidi kwenye maisha yako ili aweze kufanya mambo ambayo sio ya kawaida. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.